Vita kati ya Irani, Marekani pamoja na Israeli bado inaendelea, na kinachotokea kwa sasa kwa waandishi ni kuripoti matukio ambayo yanakuwa yanatokea ndani ya vita hii. Sasa Irani imeweza kushambuliwa au Marekani imeweza kushambulia daraja ambalo lipo ndani ya Irani, daraja ambalo lilikuwa bado halijakamilika, ikiwa ni sehemu ya mashambulizi ambayo yanalenga miundombinu ya kiraia. Na tukumbuke kwamba kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kivita, majeshi hayatakiwi kushambulia maeneo ya kiraia, lakini tumeona mwanzoni kabisa wakati wa vita hii ilipokuwa inaanza, ilishuhudia Marekani pamoja na Israeli, au tuseme Marekani aliweza kushambulia ile shule ya watoto ambao walikuwa ni kati ya miaka 7 hadi 12, na waliweza kupoteza wanafunzi zaidi ya 170. Na pamoja na hilo, Marekani iliweza kukana kusema kwamba haijaweza kushiriki au haijaweza kushambulia hiyo shule, lakini kulingana na uchunguzi ambao ulifanywa na vyombo huru inaonyesha kuwa Marekani ndio iliweza kushambulia hiyo shule, kwa sababu makombora ambayo yalikuwa yametumika ni makombora ya Tomahawk ambayo yametengenezwa au yanamilikiwa na Marekani. Kwa hiyo kushambuliwa kwa daraja hili ni moja ya mashambulizi ambayo Marekani pamoja na Israeli amekuwa akiyafanya, mashambulizi ambayo pia Israeli tumezoea tukiona kuwa wakati kwenye vita yake pamoja na Hamas alikuwa anashambulia hospitali, akishambulia shule ambazo alikuwa anatoa sababu kwamba Hamas walikuwa wanatumia kama ngao ya kuweza kujikinga na mashambulizi. Lakini uhalisia ni kwamba ni moja ya vitu ambavyo vilikuwa havina ukweli ndani yake. Mashambulizi yale ambayo yalikuwa yanafanywa kwa makusudi kabisa, kwa lengo la kuweza kupunguza idadi au ile kufanya increase ya Wapalestina. Sasa ukiangalia wakati vita hii inaanza, ni kwamba Marekani pamoja na Israeli kwanza walikuwa wana malengo yao, ambao moja ya malengo alikuwa ni kuweza kufanya regime change, kukata ule usaidizi wa Israeli, usaidizi wa Irani kuweza kuunga mkono yale makundi ambayo yanapata msaada kutoka Irani, ikiwa ni pamoja na Hamas, Hezbollah, Feminuni, lakini na makundi mengine ambayo kama Wahouthi pamoja na Hatibu Hezbollah, ambalo ni kundi ambalo lipo ndani ya Iraq. Lakini pia ilikuwa ni kuweza kuzofisha au kuweza kuondoa uwezo wa makombora ya Irani ambayo yamekuwa yanaipa changamoto sana Israeli inapokuja kwenye mashambulizi ambayo yanaendelea hadi hivi sasa, kwa sababu inaonekana wazi kwamba mifumo ya ulinzi ya Marekani pamoja na Israeli imeelemewa, na ndio maana kambi nyingi za Marekani ndani ya kwenye hizi nchi za Ghuba ya Uajemi zimeweza kufungwa, na wanajeshi wengi wamekuwa wakitumia maeneo ya kiraia kama hoteli kwa ajili ya kuweza kuepuka mashambulizi ambayo yanafanywa na Irani. Sasa ilikuwa ni kuweza kuzoofisha uwezo wa makombora ya Irani, lakini pia kuweza kuharibu kabisa miundombinu ya utengenezaji au urutubishaji wa uranium wa Irani. Sasa wakati vita inaendelea, Donald Trump amekuwa akitoa matamshi ambayo yanaonesha kuwa wao tayari wameweza kufanikisha malengo yao ambayo yaliwapeleka ndani ya Irani, ikiwa ni pamoja na regime change ambayo wanasema kwa sababu ile safu ya juu kabisa ya uongozi ambao ulikuwepo kabla ya mashambulizi au kabla ya uongozi huu mpya ambao ulikuja wa Mujtaba Khamenei, ambaye alichukua nafasi baada ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kuweza kuuawa kwenye mashambulizi ya mwanzo kabisa ya Februari 28. Anasema kwamba viongozi wengi wameweza kuondoka. Kwa hiyo wao wanasema kuwa tayari lengo lao limeweza kufanikiwa la kuweza kubadilisha
utawala wa Iran. Sasa nadhani hiki ni kitu ambacho sidhani kama kinahitaji yani uende au uwe na degree mbili ili uweze kumwelewa Donald Trump kuwa je, ni kweli wameweza kufanya regime change au ni maneno ambayo wao wanajifariji kwa sababu tayari mambo yamekuwa ni magumu kwao. Haya, sasa tuangalie uhalisia ambao upo kwenye huu utawala. Kwenye huu utawala hakuna kilichobadilika na misimamo imezidi kuwa mikali kuliko hata ya viongozi waliopita. Ukiangalia mlisi wa Ayatollah Ali Khamenei Mujtaba ni moja ya viongozi ambao inasemekana kuwa wana misimamo mikali zaidi ya baba yake. Kwa hiyo Donald Trump wanavyokuja na kusema kwamba wameweza kufanikisha lengo lao la kufanya regime change, huo ni uongo kwa sababu katika viongozi wote ambao wapo kwa sasa ndani ya Irani hakuna kiongozi yote ambaye yupo kwa ajili ya kuunga mkono harakati ambazo Marekani amekuwa nazo. Pengine angesema basi Mohamed Reza Pahlavi angeweza kuwekwa kwenye nafasi ile pale, tungejua au tungeona kabisa kwamba hapa sasa Marekani kweli imefanikiwa. Lakini anapokuja na kwanza kusema hizo kauli za kwamba wameweza kufanikisha hilo lengo, ni uongo. Ni namna tu ya kuweza kupumbaza watu kuwa wameweza kufanikisha hilo lengo, lakini kiuhalisia hakuna chochote ambacho wameweza kukifanikisha ndani ya Irani katika malengo yao yote ambayo walikuwa wameingia nayo kwenye hii vita. Kwa sababu kwenye vita manake kama nilivyosema kwanza hapa, sasa unaweza kusema kwamba kuua viongozi wa Irani pengine unaweza kusema ni malengo yao, lakini malengo ya vita ya Marekani pamoja na Israeli tunayafahamu. Kuua viongozi hayo sio mafanikio au ushindi wa hii vita kwa upande wa Marekani pamoja na Israeli. Lakini pia tukija moja ya kitu ambacho nadhani Donald Trump alikuwa amekuwa surprised ni kuhusu kwanza kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, Strait of Hormuz. Ni Donald Trump nadhani alifikiri kuwa hiki kitu hakitowezekana, na hiki kimefanya sasa Donald Trump aweze kuhamisha yale malengo yake ambayo waliingia nayo kwenye hii vita. Sasa hivi kinachozungumzwa zaidi pia ni kuweza kufanya kuhakikisha Strait of Hormuz inafunguliwa, manake ni tatizo ambalo imezaliwa wakati hii vita inaendelea, na kupitia hii vita pia tumeona mpasuko ndani ya NATO kwa sababu ule ushirikiano ambao tulikuwa tumezoea kuona kwenye huu umoja wa kujihami wa kivita wa NATO hatujaona awamu hii kwenye hii vita ya Israeli pamoja na Marekani dhidi ya Irani. Kwa hiyo tunaona Hispania inafunga anga lake kwa kuzuia imeweza kufunga anga lake kutoka kwa Marekani kuweza kutumia kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Irani. Lakini pia tumeona Ufaransa pia imeweza kufanya hivyo, imeonyesha kuunga mkono au kutokutoa support kwa Marekani kwenye hii vita ambayo inaendelea. Lakini pia tumeona Italia imeweza kuzuia anga lake pia. Lakini tukiangalia kwa Ujerumani sasa hivi anasema ni wakati wa vikosi vya Marekani kuweza kuondoka ndani ya Ujerumani, vikosi ambavyo kambi kwenye kwanza ni Ujerumani moja ya nchi ambazo kwa upande wa Ulaya ni moja ya nchi ambazo zina wanajeshi wengi wa Marekani na kadiriwa takriban wanajeshi 50,000. Sasa Ujerumani nasema kuwa ni wakati wa vikosi hivi kuweza kuondoka. Kwa kupitia hii vita pia tumeona mpasuko ambao umetokea ndani ya huu umoja wa kujihami wa NATO.